Kwa viongozi wote wa kanisa, viongozi wote wa kijamii, tafadhali tuzingatie uongozi ni dhamana, ni wakati tu, ni uwakili. Tumekabidhiwa kwa wakati. Jitahidi sana kuheshimu nafasi ile na kuitumia kwa halali katika kutoa haki, katika kutunza amani, katika kumwinua aliyeanguka, katika kuboresha maisha ya mwingine. Na tukijaliana hivyo, nchi yetu itakuwa mahali pema pa makimbilio. Kelele za wengi na maumivu ya wengi yanaweza kupungua ama kwisha kabisa ikiwa viongozi waliopewa dhamana. Cheo zamani tulifundishwa ni dhamana tu, maana sio yako tu, kwa ni umiliki yako na ina wakati. Basi kitumikie kwa uadilifu mkubwa, uangalifu mkubwa, uwatendee watu wote haki pasipo upendeleo, watangulize wale wahitaji wakubwa na kuwasaidia wanaoumia na wanaoteseka katika dhiki yao. Matumizi mazuri ya vile tulivyojaliwa na kupewa na Mungu, ikiwepo mitandao kama simu, kompyuta mpakato, tablet au kishikwambi na vyote vinavyofanana na hivyo, kurahisisha maisha ya mwanadamu wakati wa dijitali ama wakati wa teknolojia hali ya juu. Ni waase vijana haswa na watu wazima pia kwamba wajizuie katika kuruhusu mawazo yao yote kumezwa na hayo, wakasahau mambo ya kuhusiana, ushirika wa kijamii, ushirika wa Kikristo na kusoma neno la Mungu, kuomba na kuwa karibu na Mungu. Hayo yamewachukua wengi na kuwaharibu huko duniani. Tunaomba Mungu atusaidie vijana wetu watumie vifaa hivi kwa uangalifu. Vina msaada mkubwa, vinarahisisha maisha. Hata uchumi unaweza kutumia kwa uchumi, vinakuza uchumi wa mtu, lakini tuwe waangalifu sana namna ya kutumia. Kisu kinafaa, lakini sio kwa kila kitu. Yaani vifaa hivi tulivyopewa sio kwa kila kinachotokea mbele yake. Mungu awajalie kuchuja, uweze ukala vyote hata visivyofaa ukabaki salama. Mungu awabariki wakati wa majilio. Niwatakie maisha matakatifu na usafi wa maisha, usafi wa ibada, hamasa ya ibada na kila watu kwa dini yao. Na kwa sisi wa Kristo, jamani, tumrudie Bwana wetu Yesu Kristo, mzaliwa wa kwanza, yeye ambaye ni Mwokozi wa ulimwengu. Amina.